walikuwa wanafikiri ni karata ya pata potea. But today we are demonstrating house by house, Kenyan by Kenyan, estate by estate, county by county, that we are going to change this country in our lifetime. Mnanielewa marafiki zangu? Mnanielewa? Na ndio mimi nasimama hapa mbele yenu leo as a proud leader of Kenya. Na haya manyumba yote haya ya orofa, nimeketi pale nikauliza vijana, hakuna mtu ametoka Ulaya ama China kuja kutujengea hizi manyumba. Hii manyumba na gorofa hii mnaona, wale plumbers ni vijana wa Kenya, electricians ni vijana wa Kenya, engineers ni vijana wa Kenya, architects ni vijana wa Kenya, wale masons ni vijana wa Kenya, carpenters ni vijana wa Kenya. Tuwapigie makofi vijana wetu jameni. They are transforming our nation. Tunaelewana ama tuelewane? So we are using our own resources. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu, hii pesa tumetumia hapa sio pesa tumekopa kutoka nje. Hii pesa tumetumia hapa ni pesa zetu za Wakenya. We are building our nation using our resources, using our talent, using our energy, using our expertise, and transforming our nation. That is what we mean by transformation. And I am very clear in my mind that we are going to change Kenya this way. Mimi nataka mjiulize, Mukuru hoye, hii kazi inaendelea, manyumba haya sio Mukuru peke yake inajengwa. Tunajenga hizi manyumba kila sehemu ya Kenya, kila kaunti ya Kenya. Ukienda kwa kila mji mkubwa Kenya, kutoka Kisumu kwenda Migori, kwenda Siaya, Kakamega, Bungoma, Kisii, kule Eldoret, Nakuru, kila sehemu mpaka Funyula, kwenda Mombasa, kwenda Kitui, kwenda Makueni, kwenda Machakos. Hizi manyumba tunajenga kila sehemu ya Kenya bila ya ubaguzi na bila ya kujali ni nani anaishi wapi. That is how we transform a nation called Kenya. Ninyi mnanielewa marafiki zangu? Sasa mimi nataka tujiulize leo jioni, Wakenya mko? Mimi nataka tujiulize leo jioni, kama tungeanza ujenzi wa manyumba haya miaka 30 iliyopita, ama miaka 20 iliyopita, ama miaka 10 iliyopita, Kenya ingekuwa imebadilika, haingekuwa imebadilika? Just imagine. I want to ask ourselves as Kenyans, if we started this housing program 10, 20, 30 years ago, this nation would be very, very different. Ninyi mnanielewa my friend? We would have eradicated all the slums. But I want to tell you, the great people of Kenya, it is never too late to do the right thing. And that is why we have begun. Tumeanza sasa kwa sababu kufanya mambo ya transformation haichelewi. Sisi tumeanza sasa, na mimi nataka niwaeleze kwa mapenzi ya Mungu ya kwamba tukiendelea vile tunaendelea, Kenya hii kwa miaka 5, 6, 10 hamutaweza kurecognize Kenya. Kenya is going to change. Ninyi mnanielewa jameni? Nikiongea na nyinyi saizi, tuko na vijana wengi wanaofanya kazi katika mradi huu wa affordable housing. Tuko na vijana zaidi ya 1480. Kuna mwingine nilimuuliza juzi, kamuuliza my friend, tunasikia nini? Kuna jamaa mwingine nilimuuliza juzi, nilienda huko nilienda Ukambani, jamaa mwingine nikamuuliza juzi, kwa sababu alikuwa ananiambia maneno mengi. Nikamwambia, wewe, mimi sasa ndio napanga barabara ya kwenda kwako. Wewe umekuwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi. Sasa nikamuuliza, sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya kama akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako hauna? Akili ya kupanga barabara hizi zote
yote, sijui expressway, sijui hiyo ingine, atatoa wapi? Atatoa nani? Akajaribu kujitetea, akasema hapana, Ruto amesema mimi nimekuwa uongozi miaka 50, lakini sio hivyo, nimekuwa miaka 40. Sasa mimi nataka niulize sasa, my friend, haya, wacha naomba msamaha, pengine sio 50, ni 40, na hiyo 40 years barabara bado ni vumbi. Unahitaji miaka ngapi ndio utengeneze barabara kwanza ya kwenda kwako? Wachana na hii ya Kenya. Hii ya Kenya ni complicated, huwezi kujua ya kwenda kwako peke yake lini ama years. Bado nangojea majibu, hajanijibu. Akinijibu nitajua vile ya kumwambia. Ninyi mnanielewa? Ninyi mnanielewa? Sasa majamaa kama wale, kwanza unajua alisema kitu kingine nikacheka. Alisema ile barabara ya kutoka Kibwezi atikwenda Mutomo, atikwenda Kitui mpaka mahali inaitwa Migwani, ati yeye ndiye alianzisha, yeye ndiye alipanga akaanzisha. Sasa mimi nikamuuliza wewe, ati sio hata alisema ilisha Migwani, ati alipanga mpaka ikafika Ethiopia. Sasa wewe barabara ya kwenda kwako umeshindwa, ya kwenda Ethiopia ndio utapanga? Hii dunia iko na shida bwana. Hawa jamaa wako na shida mingi tu sana. Hata sasa ukiwasikiza stori yao, Kasongo, one time, Masugo, ati hiyo ndio ajenda yao. Hawa watu wako chini bwana, wako chini sana, bure kabisa. Anyway, wacha tuwachane na hawa, sisi tupange mambo yetu, si namna hiyo? Tunaweza, hatuwezi? 5 trillion, mimi natangaza hapa 5 trillion, hiyo program tumeanza tayari na tutahakikisha kwamba Kenya inasonga mbele in our lifetime, na tunamuomba Mungu atusaidie. Kwa hivyo asanteni sana ndugu zangu watu wa Kanairo. Endelee isiendelee? Affordable housing iendelee isiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Rais Ruto ni fire si fire, noma si noma, mbwekse si mbwekse, Mheshimiwa Rais, mimi sitaki kuharibu Christmas. Umesema iko Christmas, mimi sitaki kuongea zaidi kwa sababu iko Christmas. Mimi naomba tuendelee kushikilia rais, tuendelee kumwombea, tuombee nchi yetu, na Kenya inaenda kubadilika kwa sababu Mungu ako na sisi na rais wetu ako na vision nzuri ya kubadilisha taifa letu la Kenya. Fire si fire. Wacha nimuite ndugu yangu